asifiwe. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo amekuwa mwema tena. Anazidi kutubariki na kutujalia siku nyingine tena kuiona, jina lake litukuzwe. Niwakaribishe tena katika siku ya leo tunapoenda kwa ajili ya kesha la asubuhi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru tena asubuhi hii. Tuna kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya fadhili zako. Tuna kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya ulinzi wako. Tuna kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya namna ambavyo wema wako ni mkuu kwetu. Asante kwa ajili ya jeshi la malaika ambao wamekuwa nasi hadi asubuhi hii. Tunakwenda kwa ajili ya somo la kesha la asubuhi. Uwe nasi, tufundishe kwa jina la Yesu. Amen. Leo ikiwa ni Septemba 29, somo letu linasema mvuto binafsi ni nguvu. Mvuto binafsi ni nguvu. Fungu elekezi linatoka wimbo ulio bora 4 fungu la 15, linasema wewe ndiwe chemichemi ya bustani yangu, kisima cha maji yaliyo hai, vijito vya Lebanoni viendavyo kasi. Mwandishi anaanza kwa kusema ni kupitia mwingiliano binafsi na ushirika ndipo watu hufikiwa na nguvu ya injili yenye kuokoa. Hawaokolewi kama kundi, lakini kama mtu mmoja mmoja. Mvuto binafsi ni nguvu. Inabidi ufanye kazi pamoja na uwezo wa Kristo, kuinua pale Kristo anapoinua, kutoa kanuni sahihi na kuzuia maendeleo ya ufisadi wa ulimwengu. Ni kuieneza neema ile ambayo Kristo peke yake anaweza kuitoa. Ni kuinua, kupendezesha maisha na tabia za wengine kwa nguvu ya mfano safi uliounganishwa na imani ya kweli na upendo. Ni kupitia katika dhambi mwanadamu kwa ujumla wake huvurugwa. Akili inapotoshwa, mawazo yanaharibiwa, uelekevu wa roho hushushwa hadhi. Kuna ukosefu wa dini iliyo safi ya utakatifu wa moyo. Uwezo wa Mungu unaongoa haujafanya kazi katika kuifanyia tabia matengenezo. Nafsi ni dhaifu, na kwa sababu ya upungufu wa nguvu ya kimaadili ya kushinda, imechafuliwa na kudhalilishwa. Kwa moyo ambao umetakaswa, yote yanabadilishwa. Badiliko la tabia ni ushahidi kwa ulimwengu kwa Kristo anayekaa ndani. Roho wa Mungu hutoa maisha mapya ndani ya nafsi na kuleta mawazo na matamanio katika kuyatii mapenzi ya Kristo. Na utu wa ndani hufanywa upya kuwa mfano wa Mungu. Wanaume na wanawake wadhaifu na wenye kukosea huonesha kwa ulimwengu kwamba uwezo wa kukomboa wa neema unaweza kusababisha tabia yenye kasoro kubadilishwa hadi kuwa na tabia linganifu na yenye kuzaa sana. Moyo unaopokea neno la Mungu si kama dimbu linalotoa mvuke. Si kama birika lililovunjika ambalo hupoteza hazina yake. Ni kama kijito cha mlimani kilicholishwa na chemichemi zisizokoma, ambazo maji yake ni baridi, yenye kung'aa na huruka kutoka mwamba hadi mwamba, yakiburudisha waliochoka, wenye kiu na wenye kulemewa na mizigo mizito. Ni kama mto unaotiririka kila wakati, na kadri unavyoendelea unazidi kuwa na kina na kuongezeka upana hadi maji yake yenye kutoa uhai yasambazwe juu ya dunia yote. Ndivyo ilivyo kwa mtoto wa kweli wa Mungu. Dini ya Kristo inajidhihirisha yenyewe kama kanuni iliyoenea yenye kujaza nguvu ya kiroho itendayo kazi iliyo hai. Wali moyo unapofunguliwa kwa mvuto wa mbingu wa ukweli na upendo, kanuni hizi zitatiririka tena kama vijito jangwani na kusababisha matunda kuonekana mahali ambapo kwa sasa kuna ukame na uhaba. Kadri wale ambao wamesafishwa na kutakaswa kupitia maarifa ya kweli wa Biblia wanavyojishughulisha kwa moyo wote katika kazi ya kuokoa roho, ndivyo watakuwa kwa kweli harufu ya uzima iletayo uzima. Na kadri siku wanavyokunywa kutoka katika chemichemi isiyokwisha ya neema na maarifa, watagundua kwamba mioyo yao wenyewe imejazwa hata kufurika kwa Roho wa Bwana wao, na kwamba kupitia huduma yao isiyo na ubinafsi wengi wanafaidika kimwili, kiakili na kiroho. Waliochoka wanapata nguvu mpya, wagonjwa wanarejeshwa katika afya, na wenye mzigo wa dhambi wanafarijiwa. Asante sana kwa kuungana nasi katika somo la kesha la asubuhi ya leo ambalo linasema mvuto binafsi ni nguvu.
Mwandishi katika somo la leo tena amekuwa na vitu vingine ambavyo anatutia moyo kwavyo, ambavyo tunapaswa kuviendea au tunapaswa kuvitumia katika maisha yetu ya Ukristo. Na hivi vitu vitatusaidia katika kazi ya uongoaji roho, katika kazi ya kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, katika kuwafanya wengine wamjue Kristo. Na hii si nyingine, au hivi vitu hivi si vingine, ni urekebishwaji wa tabia. Tumezaliwa katika ulimwengu uliochafuka, ulimwengu ulioharibika, tunazaliwa katika dhambi, na hivyo Mungu anatamani katika hatua zetu za makuzi na kuendelea kukua kimwili na kiroho, tuwe tegemezi katika neno lake, mahali ambapo ndipo pana chimbuko la hekima, ndipo pana chimbuko la busara, ndipo pana chimbuko la kila tabia safi ambayo kila mwana wa Mungu anapaswa kuwa nao. Hivyo ni wito wangu, ni wito wako asubuhi ya leo, ya kwamba Bwana anatuita tuwe na mvuto binafsi ambao una nguvu inayoweza kubadilisha maisha. Na hii tutaipata wapi? Tutaipata pale katika kisima, katika chemichemi ya Bwana, ambayo mwandishi amegusia, chemichemi inayopatikana jangwani, mahali ambapo wasafiri wanapoiona wanapata tumaini la kupoza kiu zao. Sasa kwetu sisi tunaomwamini Mungu, si pengine, chemichemi hiyo ni kwa Kristo. Tunachota baraka, tunachota maneno ya uzima, tunachota kila chanzo ambacho tunakihitaji katika kufanya kazi ya Mungu tunapomngoja aje mara pili. Bwana akubariki, Bwana akutie nguvu, Bwana akuangazie nuru ya uso wake, Bwana akupatie amani katika majukumu yako, Bwana awe kiongozi wa maisha, abariki familia yako, abariki watoto wako, abariki miradi yako, abariki kila kitu ulicho nacho, na mkono wake wa baraka uambatane nao unapoenda kazini sasa na siku yote ya leo, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.